أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadana ila alkhair wa ba'adana an sharri wa ahya alfadail, mtume ambaye ametuongoza katika mambo ya kheri, ametuweka mbali kutokana na mambo ya shari, ameuhisha mambo yaliyokuwa bora. Ahibba fillah, tunaendelea na kitabu chetu baada ya kumaliza al-muqaddima wa Sheikh ambaye amekitunga kitabu hiki, na leo tunaanza maudhui yetu. Mtunzi anasema hadathana Bishr ibn Musa hadathana Humaydi qala, ameeleza asunna indana, kwamba sunna kwetu sisi, ayumina rajul biqadari, kwamba mtu anapaswa muamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa qadari ambazo alizomkadiria kwake yeye, khairihi wa sharrihi. Hiyo qadar ambayo inayopatikana kwake yeye ni ile ya khairi kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala kumkadiria yeye, pamoja wa sharrihi, pamoja na qadari ya shari. Mtu akipata matatizo, akipata mabalaha, atambue kwamba mabalaha hayo pia ni qadar. Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria apatwe na hayo matatizo. Na pia mtu akipatwa na neema, atambue kwamba hiyo ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amemkadiria awe na hiyo neema, na wala si kwa ujanja wake wala akili yake. Huluhi, pamoja na tamu ya hiyo qadar, wa murrihi, pamoja na chungu ya hiyo qadar. Wa an ya'lama, na pia atambue, anna ma asabahu, hakika kile ambacho kilichompata, lam yakun, haikuwa kile kilichompata, liyukhtiahu, chenye kumkosa kitu ambacho kilichompata. Wa anna ma akhtaahu, na hakika kile ambacho kilichomkosa kutoka kwake, lam yakun liyusibahu, basi atambue kilikuwa sio chenye kumpata kitu hiko. Wa anna dhalika, na atambue hakika ya hayo yote, kullahu qada'u min Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni qadhiya Mwenyezi Mungu ameikadiria kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-imana, na atambue Muislamu hakika hiyo iman, qaulun wa amalun, kwamba ni kauli na matendo. Sio mtu anajinasibisha kwamba yeye ni Muislamu, ana imani kisha matendo yake ni machafu, bali kauli na imani, kauli na matendo ni kitu kimoja, vinafungamana katika imani ya mja. Yazidu wa yankus, na pia amini huyo Muislamu imani na sifa ya kuzidi pamoja na kupungua hiyo imani. Wala yanfa'u qawlun illa bi'amali, kwamba atambue Muislamu kwamba haitomfaa kauli yake isipokuwa bi'amali, kwa matendo. Wala amalun, na wala hayatomnufaisha matendo yake, illa biniyatin, isipokuwa huyo atakapokuwa na nia salama na malengo mazuri katika matendo yake. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah, kwamba haitomnufaisha kauli zake, matendo yake, isipokuwa na nia yake, isipokuwa kwa nini? Isipokuwa kufata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika watarahum ala ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwatakia rehma, kuombea dua
masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kullihim, wote kwa ujumla. Fa inna Allah ta'ala qala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesema, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja baada yao, yaquluna, wanasema, rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, walisema kwamba ewe Mola wetu tusamee sisi pamoja na ndugu zetu, alladhina, wale ambao waliotangulia katika imani. Hapo wanakusudiwa wale ambao wema waliotanguliwa. Kwa hivyo basi kila Muislamu anatakiwa aishi hivyo, kuwatakia rehma masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam nu'mir illa bil istighfari lahum, hatukuamrishwa kwetu sisi isipokuwa kwa hao wema waliotangulia kuwatakia msamaha kwa wao. Faman sabbahum, yoyote ambaye atakayewatukana katika wale wema waliotangulia, au tanaqasahum, au kuwapa dosari, kuwapunguza zile nafasi zao, au ahada minhum, au yoyote mmoja katika wema waliotangulia, falaisa ala sunna, huyo haisabiki katika sunna ambayo mienendo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walaysa lahu fil fai'i haqqun, na huyo hatoingia katika fai, hatakuwa na haki nayo. Fai ni nini? Fai ni mali ambazo zilizopatikana pasipo na kupigana na vita. Akhbarna bidhalika ghairu wahidin an dhalik, ametupa habari kutokana na jambo hilo kwa asiyekuwa mmoja. An Malik ibn Anas, kutoka kwa nani? Kwa Malik ibn Anas, annahu qala, hakika amesema, qasama Allahu ta'ala fil fai'a, amegawa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hizo mali za fai'a. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, faqala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, lilfuqara'il muhajirina. Faqala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, lilfuqara'i almuhajirina, hiyo fai iliyopatikana kwa niaba ya hawa mafakiri ambao wa muhajirina, alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wametolewa katika miji yao, wa amwalihim, pamoja na mali zao, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, yote hayo walikuwa wakitafuta fadhila kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuridhiwa. Wayansuruna Allaha wa rasulahu, na yote hayo kunusuru kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus sadiqun. Thumma qala, kisha kasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Faman lam yaqul hadha lahum, yoyote ambaye asiyesema hilo kwa wao, falaisa mimman ju'ila lahu al-fai, huyo hatakuwa ni wale miongoni wenye kupewa hiyo faida.